Kwa hivyo kama ni mtu alikuwa anahofia maisha, tafadhali lazima maswali itajibiwa, na ndivyo ukweli ujulikane. Viongozi wote tukiongozwa na 4th President Uhuru Kenyatta, na viongozi na acknowledge ni wa pande zote, serikali na upinzani, tuko hapa zote tumeunganishwa na ndugu yetu Cyrus Jirongo. Na mimi niko na ushuhuda ya kwamba hata tukipanga hii masishi, zote tuliunganishwa, pande zote mbili, hakuna pande haikufanya chake. Niko na furaha sababu watu wameongea sana, na kuongea ni vizuri, na nataka kupongeza kanisa sababu wamevumilia. Kama Jirongo angekuwa mwanajeshi, angesikwa na wanajeshi wakifiatua hiyo risasi zao. Kama angekuwa gasisi wa kanisa, magasisi wote wangekuja wakivaa nguo zao za kikasi. Wacheni tumuzike ndugu yetu ambaye ni mwanasiasa na siasa ya kutosha. Lakini iwe ni siasa nzuri, sio siasa ya matusi, na leo si kusikia matusi. Hata kama iko ukali wa kuuliza ni nini ilifanyika akafariki, hiyo si matusi, ni maswali. Na maswali hata ikiwa kali ni lazima ijibiwe. Kwa hivyo mimi naunga mkono ya kwamba muache maswali yote iulizwe na yote ijibiwe, ndivyo watu waridhike ya kwamba ukweli umetokea, ni nini ilifanyika ile siku ndugu yetu alipoteza maisha yake. Jirongo alikuwa rafiki ya wote. Ni kweli alipenda jamii yake ya Waluhya, lakini pia alipenda Kenya. Alipenda Waluhya waungane na pia Wakenya wote waungane. Na ile siasa tulikuwa tunapanga ya 2027 ilikuwa ni ya Kenya yote, na tulikuwa tunakaa watu wa kutoka pembe zote za Kenya. Hiyo kazi haitakwama. Mimi nahakikishia ndugu yetu ameondoka, tutaendelea na hiyo kazi. Aluta continua. Sababu lazima Wakenya wapate haki yao. Na ile Karwale amesema juu ya dhahabu katika Kakamega, niliona mambo ya huzuni wakati watu 3 waliuawa, watu wakihamishwa. Hakuna mtu anakataa maendeleo kama dhahabu imeonekana ichimbwe, lakini hiyo mkataba iwe wazi, tujue ni nani na wamekubaliana nini na serikali, na wale watu wanaodoka walipwe fidia ya kutosha na waonyeshwe mahali wanaenda. Huwezi kwenda kufukuza watu eti ni maendeleo, uwafanye wawe bila makao na wauawe wakiondolewa kinguvu. Hiyo ndiyo siasa Jirongo angependa tuendeleze, ya kuona haki ya kila mtu, iwe ni mtu wa Ingo, iwe ni mtu wa kule kwetu, iwe ni mtu wa Nyanza, haki ya kila Mkenya itendeke. Na hiyo ndiyo kazi tutaendelea nayo. Mimi tulikuwa tunaongea mambo ya siasa sana, na alikuwa ameniambia alihofia usalama wake, na alikuwa na matumaini ya kuboresha mazingira yake ya usalama, lakini yale mambo angekuwa atende haikutendeka, akafa mbele ya hiyo mambo kutendeka. Kwa hivyo kama ni mtu alikuwa anahofia maisha, tafadhali lazima maswali itajibiwa, na ndivyo ukweli ujulikane. Na kukiwa na public inquest, hiyo ni forum ya maswali. Kama ni dereva wa basi, anaulizwa maswali na mawakili wa familia. Kama ni polisi anasema ilikuwa ni ajali,
pia anajibu maswali hadharani. Hiyo tu ndio tunasema itendeke, na ndivyo Wakenya waridhike. Kabla ya kumaliza, naona Barasa akisongea. Mimi nilikuja hapa kwa niaba yangu na niaba ya People's Liberation Party, na niko na Secretary General wangu Asha Bashir. Ningependa watu wajue chama iliwakilishwa vizuri. Nilikuja na wakili mwanachama Jane Nyamboke, ako hapo pia, ningependa ajulikane. Tumekuja pia na wakili rafiki yangu na ni rafiki ya mwenda zake Jirongo, Steve Kivunja, pia naye ako hapa, na mwanachama mwingine Geoffrey Otara. Kwa hivyo tulikuwa delegation kubwa. Karibu tukose kuja Masishi, tukawachwa na ndege asubuhi. Ndege yetu ya 6:10 ikatuacha, lakini bahati nzuri tukapata ndege ya kwenda Kisumu. Hiyo ilikuwa ni ya Eldoret. Tulisema hata kama ni kuja miguu, lazima tutazika Cyrus, na Mungu akatujalia na tumefika. Mimi ningesema ndugu yangu, lala salama. Tutaendelea kuuliza maswali mpaka ukweli ujulikane. Tutasimama na familia yako leo na siku zijayo. La mwisho, asanteni sana wale wote mmefika. Hii Masishi ya ndugu yetu Jirongo is fit for a king. Mmempatia ile send off inastahili.